ukimwomba kwa Baba, maombi asikia, lakini twajikosesha, twajitweka vibaya, kwamba tulimwomba Yesu kwetu ni rafiki, waambiwa hatabia, ukimwomba kwa Baba, maombi asikia, lakini twajikosesha, twajitweka vibaya, kwamba tulimwomba Mungu atasikia. Yesu kwetu ni rafiki, kuambiwa hatabia, tukimwomba kwa Baba, maombi asikia, lakini twajikosesha, twajitweka vibaya, kwamba tulimwomba Mungu atasikia. Sometime pia una personalize ya wimbo, unasema tu Yesu kwangu ni rafiki, waambiwa hajabia, nikimwomba kwa Baba, maombi asikia, lakini najikosesha, najitwika vibaya, Inua Biblia yako juu. Hivyo lisi tunasema inua Biblia yako juu. Sio simu, Biblia. Haya. Kwa hivyo watu walikuja na simu, waliacha Biblia kando. Hakuna digital kwa Mungu. Inua Biblia juu. Wengi wako na Biblia, watu wasimame. Usimama na Biblia yako juu. Sasa nataka kufanya. Wenye wako na Bible wakuja wakae mbele. Wenye hawana Bible wakaa hapo nyuma. Wote tu nyuma. Wenye hawana Bible wote wakaa hapo nyuma. Wenye wako na Biblia wakae mbele. Kwa haraka, time yangu inaisha. Watu wote wenye uko na Bible kuja mbele, kiti ya mbele. Wenye hauna Biblia kaa nyuma. Nimesema wote wenye wako na Bible, kina Metri, Bible wako, beba Bible yako. Wewe ambao umejiandaa kuja kusikiza neno, beba Bible yako ukuje mbele. Mwenye hana Bible, beba simu yako. Brother, beba, niko serious. Beba simu ukae huko nyuma, because huko umejiandaa kusikia neno. Mara ya mwisho narudia. Unapokuwa unatembea, wengine wakienda chini nyuma, wengine wakikuja mbele. Katika kitabu cha Jeremiah, fungua nami katika kitabu cha Jeremiah. Tuko pamoja katika kitabu cha Jeremiah.
Unajua mambo ya Mungu sometimes inafanya kama mzaha, bali si mzaha. Very serious. Wewe ukichukulia mzaha sawa sawa na wewe. In the book of Jeremiah chapter number 1. Tutasoma kuanzia mstari wa 4 mpaka 13. Tumefungwa. Jeremiah chapter number 1. Jeremiah chapter number 1. Tuko pamoja? Kama umefika sema amen. Amen. Neno la Bwana likanijia na kusema, sisi wote twende. Soma fashion yako. 1 2 3 go. The Lord's message came to me, for I made you your master's school. I knew you before you were born. I chose you for a special work. Usisome kimoyo moyo. Pasa sauti. 1 2 3 turudie tena. Sasa unasomea kimoyo moyo. Sitaki kusomea kimoyo moyo. Nataka upasa sauti. 1 2 3. Neno la Bwana likanijia likasema, twende. The Lord's message came to me, before I made your master's school. I knew you before you were born. I chose you for a special work. I chose you to perform the nation. And I said, I don't want me. I am only a boy. And the Lord said to me, don't say I am only a boy. You must know everywhere I send you. And say everything I tell you to say. Don't be afraid of anyone. I am with you, and I will protect you. These messages from the Lord. And the Lord reached out with it and touched my mouth. He said to me, I am putting my words in your mouth. Today I am putting you in charge of nations and kingdoms. You will pull up and tear down. You will destroy and overthrow. You will do that and declare. Mpaka 13. The Lord message came to me, Jeremiah, what do you see? I answered, I said, the Lord said to me, you have seen my way, and I am watching to make sure that my message to you comes true. The Lord's message came to me again, Jeremiah, what do you see? I answered, I see a pot of boiling water. That pot is dripping over from the north. Amen. Kwa sababu ninaona watu wengi ni wa Kisungu hapa. Jani some ya Kisungu iko hapa. Biblia inasema, sikiza. And the Lord said to me, I chose you before I gave you life. And before you were born, I selected you to be the prophet of the nations. I answered, Sovereign Lord, I don't know how to speak. I am too young. But the Lord said unto me, do not say that you are too young, but go to the people I sent you and tell them everything I command you to say. Do not be afraid of them, for I will be with you and protect you. The Lord has spoken. Then the Lord stretched out his hand, touched my lip, and he said to me, listen, I am giving you the words. You must speak. Today I give you authority over nations. Ambia jirani yako umepewa mamlaka juu ya mataifa. Ambia jirani yako kwamba umepewa mamlaka juu ya mataifa. Aha, over the nations. Anaendelea nasema ya kwamba
over the nations and the kingdoms, to uproot, to pull down, to destroy, to overthrow, to build and to plant. Mstari wa 11. And the Lord said and asked me, Jeremiah, what do you see? I answered, a branch of almond tree. You are right, the Lord said, and I am watching to see that my word comes true. Then the Lord spoke to me and said, what else do you see? And he asked. I answered, I see a pot boiling in the north, and it is about deep over this way. Bwana sifiwe. Ambia jirani yako ya kwamba umepewa mamlaka. Unajua shida ya Jeremiah hayuko ya kwamba yeye ni mtoto sana. Bwana sifiwe. Ilikuwa kufuata instruction. Bwana anamgojea Jeremiah, anamuuliza Jeremiah, ninataka nikutume kabla hujaumbwa katika tumbo ya mama yako na nikujua. Ambia jirani yako ya kwamba kabla hujaumbwa, haijalishi ulizaliwa na mama yupi, lakini kabla hujaumbwa alikujua na akakuselect, akakutenga kwa sababu ya kazi maalum. The problem yenye tuko nayo, hatuelewi kazi aliyotuita. Tuliitwa, lakini kazi ambayo alitutuma hatuelewi. Jeremiah akasema ya kwamba mimi ni mtoto tu, siwezi kuongea, sijasoma, siwezi kuongea mbele ya wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akamwambia kwamba usiseme ya kwamba wewe ni mtoto, kwa maana kabla hujaumbwa Bwana alikujua, akakuweka kuwa nabii juu ya mataifa, akakupatia kazi maalum ya kung'oa na kuharibu. Hakukupatia kazi ya kwenda kupombelezana. Metri, haukupewa kazi ya kwenda kupombelezana kwamba nisikwaze fulani, nisifanye hivi. Alikupatia kazi ya kung'oa na kuharibu. Hiyo ndio kazi maalum ambayo ulipewa. Mahali ambapo unatakana kung'oa, akasema ya kwamba nenda ung'oe. Mahali ambapo unatakana kuharibu, bila aliambia mtumishi, aliambia mfalme Sauli ya kwamba enda haribu kila kitu, usibakishe hata chuguni, enda haribu kila kitu. Na hiyo ndio kazi ambayo Bwana amekupa. Bwana sifiwe. Wacha niite watoto wawili hapo niwapatie example. Msichana kuja, wapatie example vile Bwana anataka. Alafu Raya nikuja. Simama. Bwana sifiwe. Hivyo ndivyo Bwana anafanya nini? Anakuita. Na akasema ya kwamba waje nikupe an assignment. Raya, nenda niletee sweet ya shilingi 5. Sawa? Nenda niletee ribbons. Sio anauza ngapi sio? Akatuma, enda mletee na watume. Bwana sifiwe. Hivyo ndivyo Bwana alifanya nini? Alituita na akakupatia assignment. Nenda katika mataifa ufanye jambo fulani. Hakuna mtu ambaye Bwana alimuita akamwambia enda katika kanisa uketi. Hamjanielewa? Hakuna mtu yeyote ambaye Bwana alisema ya kwamba ninakuita Mama Esther, enda uketi ukafanye chache kiti kuwe warm. Hamjanielewa tena? Akasema ya kwamba nimekuita meki nienda keti uangalie watu. Mtu angekuwa ananielewa, alipokuita akasema ya kwamba njoo hapa, ukaitika ukakuja, akakupatia assignment.
Bwana Yesu asifiwe. Akasema ya kwamba kabla sijakuumba nilikujua ya kwamba unaweza fanya assignment ambayo naenda kukupatia. Nilijua ya kwamba utaweza kuimba, nikakutenga kwa sababu ya kazi maalum. Akasema ya kwamba na usiogope mtu yeyote, usiogope kitu chochote, kwa sababu Bwana anapokuita anajua ya kwamba mbele kuna majitu. Bwana anapokupatia assignment anajua ya kwamba mbele kuna vipingamizi. Bwana anapokupatia assignment anajua ya kwamba mbele kuna wale ambao watakupinga. Akamwambia Yeremia, ndio ninakutuma, lakini nenda, usiogope kwa sababu ni Mafarisayo. Usiogope ni kwa sababu wamesoma. Usiogope kwa sababu wako na pesa. Usiogope kwa sababu wako na maarifa. Assignment ndio hiyo. Waimbaji hapa Destiny wamesema ya kwamba katika kiwanja kimoja kiteule watasimama watu wote. Tunaona vile nimewatuma, wamekuja na vitu ambavyo niliwatuma kuleta. Simama pale watu waone. Inua juu. Nilisema ni sweet moja. Tunaona naye ameenda amefanya vitu vyake. Bwana sifiwe. Nilimwambia sweet ya Kobole. Yeye ameenda ameleta, sikumwambia roll, sikumwambia chochote. Yeye ameenda ameleta sweet instruction. Bwana anampatia Yeremia instruction. Anasema ya kwamba ninakutuma Ryan, nenda katika kanisa. Bahali ambapo ninakutuma kuna wale ambao watakupinga. Kuna wale ambao watasimama mbele yako. Kuna wale ambao watasema si Bwana. Kuna wale ambao watasema ya kwamba utaitwa. Kuna wale ambao wataangalia hali yako kwa sababu umezoeana sana. Kuna wale ambao watasema ya kwamba wewe uko na nini. Mungu akamwambia Yeremia, usiogope. Usiogope hali ambayo unapitia. Hata kama una pesa, usiogope, maana Bwana yuko pamoja na wewe. Haleluya. Wale ambao walikuja kusikia neno, hivi ndivyo asemavyo Bwana, nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nabii mahali ambapo upo, kuharibu kila ngome zote, kuharibu kila falme. Unapata kwamba mtu ameokoka katika familia, lakini ngome za familia zinamuinda. Bwana amekupa mamlaka na hauwezi kuwa mwanajeshi kama haujavaa silaha. Unajua na askari before aende akuwe askari lazima apitie wapi? Training. Kila kitu. Hakuna kazi yoyote ambayo unaweza fanya pasipo training. Hakuna kitu chochote, iwe ufalme wa mbinguni, iwe ufalme wa dunia, unaweza fanya pasipo training. Sijui kama Metro ulipoanza kazi, ulianza tu wakakupatia mashine haya, anza kwa hiyo kazi. Lazima wakupitishie training. Yani training means unapitia system kwa kuonyesha hii ndio system. Hapa tunafanya hivi. Bwana sifiwe. Wakati mteja anakuja mnampitishia training gani? System ya kwamba hapa tunakaanga tu hivi. Si ndio? Naongelea juu ya training. Wakati mtu ameokoka sasa, mtoto amesaliwa sasa, unampitisha training gani? Aonyeshe kunyonya. Apitishwe katika training. Wewe wakati mtoto anazaliwa, mtu anaokoka, anaingia kanisani, ni training gani? Because anapoingia anaingia kwa system.
Anajua hapa hata maombi unakuja Sunday peke yake. Hamjanielewa? Anajua ya kwamba hapa mambo ya kanisa hatutaki. From Sunday unakuja Sunday mpaka Sunday. Kwa sababu Mungu anasaidia mwenye anajisaidia. Hii siku zingine enda jisaidie. Sio ndio training? Akamwambia tazama, kwa sababu nasema huna maneno, ninayatia maneno katika kinywa chako. Kuna mtu ambao Bwana ameachilia neno katika kinywa chake ili akaweza kunena, akaweza kuambia mataifa ya kwamba hii ni mbaya, dhambi ni mbaya. Lakini wewe hata kwa ploti yako peke yako, yes, katika kiwanja kimoja wataleta zile ambao walitumwa, si ndio? Wameleta, mwalimu anaanza kukagua, hii ndio litumwa, how much? Hiyo ndio maswali ya huko 10. Hakukuwa na rangi nyingine huko. Uliongeza ingine, ulitumia vile walikupatia. Haya, shika, enda kula jani yako. Hiyo ni yako, sawa? Wewe walikutuma ngapi? Ati walikutuma moja, leta tuone hiyo moja. Hivyo ndivyo wanauliza kule juu mbinguni. Alituma moja, ameleta ngapi? Amezalisha. Yeye amezalisha. So wanamwambia kwamba nenda, kwa sababu wote walipewa instruction mara moja, na kila mtu akapewa kipawa tofauti. Siwapigie makofi. Kwa sababu ya hiyo, Biblia inasema ya kwamba kila mtu atakuja apresent, kwa maana kila mtu amepewa kipawa, kila mtu amepewa. Mungu anamwambia Yeremia ya kwamba nilikufanya kuwa nabii. Ni watu wangapi umetabiria kuhusu ufalme wa mbinguni? Mungu alikufanya kuwa evangelist. Ni watu wangapi umewafikia? Mungu alikufanya kuwa mwombezi katika kanisa. Ni watu wangapi unaombea? Katika kiwanda kimoja kiteule, mama watu wote, kila mmoja binadamu aliyopewa. Nawe mama utasema wengine, kwa sababu ulikaa tu hivi ukangoja, na hivyo ndivyo itakuwa. Unafika unasema nilifanya, wanasema ulipewa nini? Walikwambia enda nunua sweet, wewe ulienda ukafanya vitu vyako. Kuna washirika wale ambao Bwana aliwatuma, nenda nunua sweet. Instead ya sweet yeye amekuja na ringles. Opposite. Bwana sifiwe. Instead ya sweet ameenda ringles, kwa sababu aliona ringles ni mzuri, atakula shibe. Instead ya kununua sweet ameenda akanunua vitu vingine. Kuna wale ambao waliitwa kuwa waimbaji, lakini kwa sababu anaona uimbaji ni hiyo mambo ya mazoezi, hataki. Waje tu niende nikae nikuwe dresser wa mama, si ndio? Ambao tunakutana tu siku ya Jumapili. Kuna wale ambao waliitwa kuwa evangelist, kufikia mioyo ya watu. Watu wanaangamizwa madhare, lakini wamekaa tu, kwa sababu na watu wataniona, wanafikiri ndio. Unajua watu wanasema ya kwamba watu watafikiri naenda kuwaomba. Hiyo ndio tunapoteza point. Wenye dhambi wanakufa kwa dhambi, lakini wamekaa, unasema wacha mimi nijitakaze.
umeitwa kwa mwombezi wa kanisa. Biblia inasema ya kwamba nimeweka kuta juu ya nyumba ya Yerusalemu. Walinzi juu ya kuta, sio nyumba. Walinzi juu ya kuta ya Yerusalemu, usiku na mchana, hawalali, hawazinzii, wanamwita Bwana. Wamama wako wapi CPM ambao wanasema ya kwamba hii wiki sitalala mpaka Bwana aokoe wazee, sitalala mpaka watoto wetu wapone, sitalala kwa maana. Haleluya. Wako wapi? Wezi Israeli, Raheli. Biblia inasema ya kwamba Raheli hastahili kulala. Raheli ni mama ambaye analilia wanawe. Anasema ya kwamba iwe mvua iwe nini, wacha niende nikamtafute Bwana. Mstari wa 11 Biblia inasema ya kwamba hapa ndio huwa inanifurahisha. Jeremiah, what do you see? God is what do you see? Unajua siku moja nikawa nikiambiaga watu ya kwamba nyumba imechafuka, nikafika Mungu akaniambia sometimes unafikiri watu imechafuka, kumbe mtu anaona ni imerembeka. Imerembeka. So kila mtu anaona vitu tofauti. Janet, unaona nini hapo mbele? Wewe usiseme figurani mseme imechafuka. Nisoje. Hapa mbele walikwambia umeona nini? Unawasema umeona nini? Sara, unaona nini? What do you see? What do you see? Yes. Waje niulize Elifas amekaa kwa nyuma. Elifas huko mbele unaona nini? Ananiona. Unaona? Elifas yeye ananiona. Na hivyo ndio Bwana anamuuliza Jeremiah, what do you see? Hamuulizi maneno mengi, anamuuliza tu neno moja. Wewe unaona nini? Unapoingia katika uwepo wa Bwana, unaona nini? Katika hali ambayo unapitia, unaona Bwana ama unaona kushindwa? What do you see? Uliza jirani yako. What do you see? Do you see right or you see wrong? You see light or you see dark? Unaona kufaulu ama kushindwa? What do you see? Unaona kupenyezwa ama unaona nini? Unaona nini? Turudie wote mstari wa 11. Nalo neno la Bwana likanijia kusema, je, Jeremiah, unaona nini? What do you see? Hivi ndivyo usema leo Bwana, wewe unaona nini? Ndugu yangu, dada yangu, unaona nini? Shida haikuangi ati ni shida. Shida vile unaona. Unaweza sifiwe. Vile unaona shida na vile utatatua. Unaweza sifiwe. Inakuja shida kubwa ama ndo. Kuna mtu haoni shida, anaona kufaulu. Kuna mwingine hata shida ndogo anaona kama ni mli. What do you say? Kwa ajili ya mume wako unaona nini juu yake? Unaona mtu bure? Maifika mahali mtu akasema sijui bwana, nilikuwa naangalia wapi nikiolewa kwa huyu. What do you see? Unaona nini? Uliza jirani yako, taki ukuja CPM uliwahi unaona nini? Uliza tu jirani yako. Ama aliingia kwa system. Muuliza aliingia kwa system. Wangapi waliingia kwa system? Mimi nilikataa kuingia kwa system. Because ukiingia kwa system, uache kufanya kila ambacho uliitwa. Walikutuma sweet, ulete ringons,
siku za mwisho unaenda kufanya nini? Biblia inasema ya kwamba siku za mwisho naja upesi na ujira wangu. Hakuji kusema wewe ulikuwa rafiki ya nani, anakuja kukulipa kulingana na kazi yako. Vile alikuweka juu ya mataifa, anakuja kukulipa kulingana na mataifa yenye ulikonga. Bwana sifiwe. Hakuna mtu ambaye unajua baba yake anaweza walikuzaa lakini hakosa kujua vizuri. Unaifika mzazi aseme kwa wewe mtoto hata sielewi siku hizi tabia yake. Ha? Mama unaifika mahali ukakosa kuelewa tabia Sami. Yaani unafikiri anaenda hivi kumbe anaenda hivi. Lakini Biblia inasema kabla ya kuumbwa ya ulimwengu nalikujua. In the book of Psalms chapter number 139. Can we go up? 139. Kama umefika sema amen. Wenye walikuja ku neno. Ukiwa umefika pale sema haleluya. Haleluya. Umesema haleluya na hujafika. Umefika. Amen. I want to go. Mstari wa kwanza. Lord, you have tested me, so you know all about me. You have tested me, and you know everything about me. Yeah. Yes, you continue. You know when I sit down and when I get up. Unapotoka na unaporudi, unapoketi anajua. Bwana sifiwe. Anakujua vizuri kuliko mtu mwingine yeyote. Hakuna kitu chochote ambacho unaweza mdanganya Mungu. Tulikuwa tunaambiwa shuleni, sijui ni msema ama ni kwamba unaweza danganya watu watatu. Hauwezi danganya watu watatu. Wewe mwenyewe, Mungu na shetani. Lakini mimi naona ya kwamba unaweza danganya shetani. Unaweza mdanganya. Wewe mwenyewe unaweza jidanganya. Si Biblia inasema ya kwamba moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu. In other words, unaweza jidanganya. Lakini Mungu anayekujua unapotoka, unaporudi, unapoketi, unaposimama, unapoongea, anapima maneno ya kinywa chako. Hakuna ambacho unaweza mfanya nini? Kumficha. Unaweza ficha ukakuja ukaficha kwa mama referend, ukamwambia uongo wote akakuamini. Si ndio? Lakini Mungu hauwezi mficha chochote. Ninaweza kuja nikajipretend ili reverend na mama wanielewe vizuri, na wakanielewa. Unajua anapoingia ndani ya mwanadamu atakuelewa. Bwana sifiwe. Lakini Mungu hawezi fanya nini? Anakujua unapotoka, anakujua unaporudi. Bwana sifiwe. So wacha turudi kwa dini yetu. Anauliza Jeremiah, what do you see? Priska, what do you see? Uweke jina lako pale. Collins, weka jina lako pale. Ujiulize, what am I seeing? Yes. Kama mimi niko naona nini? What do you see? Kazi ambayo ulitumwa ufanya. What do you see? Unaona kama ukale unaifanya? Bwana Yesu asifiwe. Unafanya kile ambacho ulitumwa kufanya. Unatenda kile ambacho ulitumwa kutenda. By the way, wangapi wanajua kile ambacho walitumwa kufanya? That is the problem. Hatujui. Tulitumwa, sijui alinungonengeneze kwa masikio ndio hatukusikia. Watoto nimewatuma hapa waimbiwe tofauti. Wameleta vile. Wewe ulitumwa nini? Umepewa kufanya nini? Nami nikajibu, ninaona tawi la mti wa mholosi.
naona nini? Tawi la mti la mholosi. Bwana akasema umeona vyema. Mahali ambapo nini? Kuna mahali ambapo congratulations inaweza kuja kwako kwamba alifa, umeona vyema, kwamba umeona vile inatakikana. Wengine watafukuzwa, ondoka uende, sikujui wewe, kazi yako na talanta ulizopewa, ulizika chini. Mama, wengine watafukuzwa, ondoka uende, sikujui wewe, kazi yako na talanta ulizopewa, ulizika chini wewe. Baba, wengine watafukuzwa, ondoka uende, sikujui wewe, kazi yako na talanta ulizopewa, ulizika chini wewe. Biblia inasema kwamba Bwana akanijibu akaniambia, umeona vyema, kwa maana ninaangalia neno langu. Kila neno ambalo nilinena juu yako lazima lifanye nini? Litimizwe. Unajua, juzi nilikuwa naangalia nilikuwa nafuatilia story ya Solomon, na nikakuja nikagundua the most failure aliyemaliza mbaya katika Biblia ni Solomon. Solomon alimaliza mbaya, kifo yake ikakuwa kifo mbaya ambayo haikuwa na ladha. Hata licha ya kwamba Mungu alimpatia everything, hekima na kila kitu, lakini mwisho Biblia inasema, unaposoma mstari wa inakwambia kwamba let me check. Bwana anamwambia kwamba kwa sababu hujafuata amri zenye nilikupatia, sasa wewe mama, katika kitabu cha Ufalme wa Pili, hiyo ni by the way tu, hiyo ni by the way, si ati ni by the way. Ufalme wa kwanza sura yake ya 11. Solomon akafa kifo mbaya. Baba yake alikuwa, yani Mungu anamwambia kwamba yani hii ningekupanish mbaya mbovu, lakini kwa sababu ya baba yako, kwa sababu ya baba yako tu. So wale wenye huwa nasema kwamba mimi nataka kuwa kama Solomon, pia angalia, unataka uoleke kama kama Solomon, angalia before useme nataka kuwa kama fulani, pia angalia mwisho. Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 11:11, Biblia inasema 11:11. Mama soma. Therefore the Lord said to Solomon, because you have done this and have not kept my covenant and my statutes which I have commanded you, I will surely tear the kingdom away from you and give it to your servant. Because you have not followed my instruction, my commandment. Bwana Yesu asifiwe. Hata ufanye makubwa na usifuate amri za Mungu. Alikutuma kwa kazi maalumu. Bwana asifiwe. Kuna kazi maalumu ambayo Bwana alikuweka ufanye, na usipofanya kazi ambayo Bwana amekutuma. Unajua, kani nilikuwa nafuatilia, nikakuja nikapata ya kwamba kumbe Mungu alifanya akampatia Solomon ring fulani ya kufanya chochote ambacho anataka kufanya ulimwenguni. Akitaka kuponya watu anaponya, kila kitu alimpatia. Lakini wanawake
wanawake. Ndiyo ilikuwa udhaifu wa Solomon. Hangeona skati. Na unajua Mungu anamkataa kwa nini? Kuna kabila ambayo Mungu alimwambia usiwahi, enda pale. Na wakati Solomon anaangalia, anaona ndiye mrembo sana kuliko. Bwana sifiwe. Inamtoa katika hiyo kazi ambayo alifanya nini? Alipewa. Inamtoa katika ile line ambayo alikuwa analiambiwa usikross. Umecross line gani? Wewe angalia tu, ni line gani umecross ambayo haimpendezi Mungu? Mtu ambaye alikuwa mataifa yanakuja kutafuta hekima kwake. Watu wanatoka sehemu zote na vitu vizuri kumletea ili watapate hekima. Lakini Bwana anamwambia kwamba umeacha njia ambayo nilikupatia wewe. Umefuata njia zako. Na kwa sababu hii ufalme wako unaenda kuwa na shida. Bwana sifiwe. Amen. Ninaenda kupanyana ufalme wako chini ya in other words, si nyumba yako, chia watumwa wako. In other words, Bwana anatoa ufalme katika mikononi mwa Solomon, anapatia watu wengine. Kwa sababu mamlaka aliyopewa hajayatumia. Lakini hapo chini anasema, lakini kwa sababu ya baba yako Daudi, sitaruhusu hii kitu ifanyike kama uko hai, lazima ukufe. So hiyo neema ni kwa sababu ya baba. Kuna mambo mengine ukifanya mazuri, mtoto wako ataenjoy. Bwana Yesu asifiwe. Kuna yale ambayo ukifanya vizuri, labda wewe hautaenjoy, ni mtoto ambaye. So neema fulani ambayo Daudi ilifanya Mungu akampenda. Hiyo neema Solomon anafanya nini? Anaanza kuenjoy. Inampatia siku kadhaa. So wakati unafanya mambo, jua pia watoto wako wanaafektiwa. Metri, wakati unafanya kitu chochote jua ya kwamba kuna Ryan yako mahali ama Lamek anasafanya nini, itamuaffect. Na kama ita-affect Ryan, inaweza affect mtoto wako. So fanya mambo mazuri kwa watu. Bwana sifiwe. Msiseme kwamba naambia Metri na natumia Metri kwa wale kiongozi kuambia watu wengi. Kama hajatumia Mamesa. Mamesa unajua na kawaida ndio. Mamesa. Kuja kaa hapa. Mbona Bible iko wapi? Enda kaa huko. Enda kaa huko mwisho. By the way, we should be serious. Tunapokuja katika nyumba, it's not jokes. Mama sana kaa huko nyumba. We should be very serious. Ndani ya nyumba ya Bwana, baraka tunafanya nini? Tunazipoteza kwa sababu we come kwa nyumba ya Bwana tukijua kwamba kama kawaida. Unajua siku moja ilikuwa kama kawaida Moses kwenda mlimani. Wana wa Israeli walikuwa wanachukua tu kama kawaida. So wakati akaendanga hivi, hakuwahi rudi. Ndio anaanza kupambana. Siku hiyo haijakutisha. Siku moja Miriam na Aaron wakajua kama kawaida ni kukosoa Moses. Kama kawaida. Lakini kumbe si kawaida. Kuna vitu ambavyo unapoingia ndani ya nyumba ya Bwana usichukue kawaida. Jiandae. Biblia inasema ya kwamba jiandaeni mioyo yenu, osha vizuri mavazi yenu, kwa sababu nakuja kukutana na mfalme wa wafalme. So hii mchezo inaleta kanisani tuache. Na sina apology na mtu yeyote. Tutaacha.
tutaaje. At least leo nimewaambia mkae nyuma. Next utakaa nje. Mkiona nikisimama naona Bible, utakaa nje. I'm very serious na si kutenda dhambi. Kama unaweza beba simu ukaacha neno, tunaenda wapi? That's why Islamu wanapoona Wakristo wanaona kama mchezo, wanafanya mchezo. They don't know what they are, who they are serving. Lazima tufike mahali tukue serious na Mungu wetu. Hii mchezo taacha. Niko serious, si cheki na mtu. Tutaacha, enda ninunue Bible. Na mama sasa nataka nikosa hiyo Biblia mimi ndio nikununulia, nataka uchukue hiyo Bible. Hata manunulia anunue yake. But yes, siwezi mnyang'anya because ilikuwa wakati ya mapenzi. Siwezi mnyang'anya hiyo. Sasa ninunulia hiyo wakati wa nini? But Bible you must carry. Lazima ubebe Bible. Bible zimejaa kwa nyumba. Sikudanganya. Hiyo ndio zawadi nilimpatia. Hiyo ndio zawadi nilimpatia Bible. Hizo kwa mpatia zawadi nyingine kama si neno. So watu wa Mungu, kila wiki unakula nyama, lakini neno umelikataa. It's very serious. Tunataka uponyaji lakini tumekataa neno. That's why yani unajua ulimwengu usahi wanapelekwa hivi, Wakristo wanapelekwa hivi, wanakorogwa kama sukari kwa chai. Kwa nini? Neno hawana. Watajua ukweli na ukweli utawaweka huru. Hii mambo ya kusema kujeni tu kama una Bible kae. Enda kukwazika kwa sababu nimekuambia ukweli. Unasikia? Nimekupatia ruhusa ya kukwazika kwa hii kwamba alinikwaza sina Bible. Wenye wanakwazikanga haraka kwazika na hili, nimekupatia ruhusa. Tukutane mbinguni unishtaki kwamba alinikwaza kwamba sina Bible. Nunua Bible, maana siku zinakuja ambao neno utalitafuta hautaliona tena. Hiyo sio ujumbe yangu. Bwana akamwambia kwamba usiogope kitu chochote. Hata akaniambia Moses, usiogope kuambia kwamba ununue Bible. You must buy. Whether you like or you don't like. Unless hautaki kuwa Mkristo. Wengine watafukuzwa. Ondoka uende. Sikujui wewe. Kazi yako na talanta uliyopewa. Ulizika chini wewe. Mama mmoja ataambiwa. Ondoka uende. Sikujui wewe. Kazi yako na talanta uliyopewa. Ulizika chini wewe. So Jeremiah akaambiwa kwamba ninakutuma enda CPM. Enda CPM. Kwa sababu kuna tabia nyingine ambayo aliporo kuwa na simu enda kanisani tu. Na niwaje referee anakuja kumwambia mambo ya simu, I think tutaandika hapo juu. Naambia simu watu wakae kwa naso kwa nyumba. Because ni wimbo ambao nimetangaza kuanzia 2024. Nilianza 2024 kutangaza hii wimbo ya Bible. Na kwa sababu ni kawaida, watu wameichukulia kawaida. Unapata mshahara, ni heri upeleke hospitali kuliko kununua Bible. Si ndio? So unaona ya kwamba heri upeleke kwa SHA kuliko Bible. Akasema usiogope vile watasema. Na mimi niko napeana vile Mungu aliniambia. Usiogope mtu yoyote. Nenda waambie
kwamba nunua Bible. Kanisa, imefika wakati whether you like or you don't like. Mimi najuanga injili yangu hakuna mama anapendana, hiyo ndio mzuri. Hakunanga mama anapendana yangu, na hiyo ndio napenda. Whether you like or you don't like, buy the Bible. Hata kama utaki kusoma, wewe buy tu, uje na kanisani ukuje tu. Ni step moja ya kutii. Kwa maana siku moja Samuel akamwambia Saul, kutii ni bora kuliko dhabihu. Hata uliita rafiki na hautii, yeye anakuambia usiogope. Hata kama wako namna gani, nenda waambie ukweli ya kwamba neno la Bwana ni nyundo, lazima uwe nalo. Unajua, siku moja niliwaambia hapa ya kwamba askari ana-identifyiwa kuwa askari kama uko na bunduki. Siku moja nitakuja kuwafunza juu ya vile una-identify watu, na mtaniambia hata nikinena tu hapa mtu amevaa na ameweka nini, mtoto atakwambia huyu ni nasi. Kwa nini? Amevaa kulingana na kazi yake. Pasa ana-identifyiwa kuwa pasa kulingana vile amevaa. Mshirika ana-identifyiwa kuwa Mkristo kulingana vile anajibeba. Hata ukiona Biblia inasema ya kwamba ni kahaba, amejibeba kuwa tabia zako. Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu haliwezi pita, na akamwambia Yeremia, niko nyuma ya neno ili kuhakikisha ya kwamba chochote ambacho ulisema tarehe 15 mwezi wa Machi kinatimia. And then Bwana akamuuliza tena mstari wa 12, mstari wa 13. Nalo neno la Bwana likanijia tena mara nyingine, unaona nini? Nikajibu, ninaona jungu kinachochomoka, kinachochemuka kikiwa kimeinama kutoka kaskazini. Chungu kinafanya nini? So shida ya communication ya Yeremia na Mungu haikuwa shida, ilikuwa kuona. Mungu alikuwa anataka kuhakikisha Yeremia, chenye nakuambia unakiona vyema. Je, wakati nakuambia kwamba enda nunua Bible, na amesema mara nyingine kikupanda umeacha hiyo Bible, utaenda nyumbani. Sasa utaenda kununua yako nyumbani, utaenda kununua nyumbani. Yeah, kama ni transport wewe utafute Bible nyumbani. By the way, siku moja tukiwa kanisani nilikuwa napenda kubeba hii Bible ndogo, inajia hiyo Gideon ndogo. Baba yangu wa kiroho siku moja akasimama akaniambia kwamba haya, kila mtu abebe Bible yake, mimi na Gideon yangu. Kaniambia wewe na hiyo, aniambia mwana wa Bible, chukua hiyo mwana wa Bible, fanya nini? Enda. Aje niko shuleni. Lakini niambie mtoto mwanangu shuleni saa hiyo. Lakini unajua saa ile shule iko sawa, because unajua mtoto lazima akuwe na Bible. Hii kama unaenda college uwe na Bible. Unaenda secondary kuna Bible ya secondary. Unaenda primary lazima ukuwe na Bible. Kama shule yani wanaenda kufundisha tu CRE peke yake, lakini uwe utaenda soma hiyo CRE ama utachukua hiyo CRE, you must have Bible. One of the requirement na kitabu ya nyimbo. Na hii hapa mnafanya mchezo. Mama tu mzuri amenunulia watoto wake Bible na akajisahau. Ai? Yaani watoto wanaenda shuleni, wanaenda kupata injili shuleni, na wewe yako unajisahau. No,
we must, brother Yoche, we must stop this. Nini we must stop? Kama referee anawaambia sasa, leo nimepata opportunity hivi, ndio Bwana anasema we must stop. Ambia jirani yako kama una Bible, stop this one. Anifaa, ambia jirani. Anifaa, wewe sasa jirani ambia anifaa. Ako na Bible. We must stop. Siku moja ninaomba tu ya kwamba tufike na simu zote sifungwe tu, yale sifungwe tu. Unajua siku moja mhubiri mmoja alikuwa anaenda kuhubiri. Unajua hata wahubiri wenye wanabeba tu simu. Anaenda kuhubiri na simu. Be careful. Anafika madhabahuni, kumbe alifikia aliweka chaji kumbe inazimika. Na neno likapo, umewekea notes zako zote zikapo. What will you do? Lazima tufanye nini? Kuna tabia zingine, tabia zingine lazima tuache. Yaani sometimes unajua kazini wanauza maBible, lakini watu wanapokuja kununua Bible nafurahianga sana. Kama kuna sekta huwa nafurahia na that's why nafanya na kishanga Bible zinakuja every na kila yani aina ikipunguka nasema nilete King James, New King James, NIV, because najua kazi mwanapenda which one. Na yani sometimes kuna time shule juzi watoto wakifungua, watoto wakanunua Bible ya RSV mpaka sikaisha. Mpaka kamuni kasema hauwezi uzia mtu more than 2 Bible. Kila mtu anataka Bible mtoto aende shuleni. Lakini sometimes nauliza, na wewe uko na yako? Je, uliza jirani, ukinunulia mtoto aende shuleni. Unajua kuna pasta mmoja alisema ukipeleka mtoto shuleni wanaitisha school fees ya 10,000. Beba school fees ya 10,000. Enda peleka 9,000. Wewe tumia 1,000. Wakudai 1,000. Si ndio? Nadanganya nani? Nunua Bible. In other words, unaponunulia watoto wengine pia Bible, pia chukua yako. Iweke kwa requirement kwamba wanahitaji Bible, pia mimi nahitaji Bible. Kama umezoea tu NIV, sema kwamba mwaka huu pia mimi nataka kununua New King James. Kuna fashion 2-3. Kuna zingine unasomea kwa nyumba, si anaanza kwa wewe. Unajua hivi ni kwa Bible kadhaa kinapenda hii. Bwana sifiwe. Amen. Wakati umepewa requirements za shule, hakikisha pia requirements zako unaweka pale. Akamwambia kwamba usiogope kuambia ukweli. Nasikia maoni. Ambia Mr. Sam kwamba nataka Bible. Sasa nataka tutangaze vita. Watu waende waambie waume zao kwamba wewe Alifa, ambia hakikisha Elfas amekupatia Bible. Sunday hakikisha Elfas ndio anasikia. Amekupa Bible. Nasikia Elfas. Hakikisha Sunday Alifa anakuja Bible. Na wewe ukiwa ndani yako pia. Natangaza vita kwa nyumba kwa sababu ya Bible. Biblia inasema ya kwamba shikilia sana ulicho nacho. Usiruhusu mtu mwovu ainyakue kutoka kwako. Na utashikiliaje kama huna neno? Maana naja upesi na ujira wangu. Kumlipa kila mtu kulingana kazi yake. Wewe uliitwa kufanya nini?
Inuka kwa miguu zako. Majina yote mazurini yako Jehova Mungu maji wangu. Mwambie majina yote mazuri. Majina yote mazurini yako Jehova Muumba maji wangu. Niseme nini Baba? Nikupe nini? Aya. Baba, katika jina la Yesu nimelileta neno lako vile ulivyoniambia katika kusanyiko la watu wako Baba. Ninakupa utukufu, heshima na mamlaka yote, kwa sababu umenitumia kama chombo Baba, kulileta neno katikati ya kusanyiko la watu wako. Na Baba, mwenye masikio na asikie, na mwenye macho na ameona kila ambacho Roho analiambia kanisa. Baba, utukuzwe na uabudiwe kwa jina la Yesu Kristo, naomba nikiamini.